never forget you, I'll never pretend to. Tumepita kwenye jua, tumepita kwenye mvua. You've always been so true since you came through. Heri ungejua, mwingine sitajua. Saa zile miukuwazanga sana, picha zinakuangaza maana. Yule anapanganga ni Maulana, na so siwezi ngoja mpaka vile tutaona na 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 mpaka vile tutaona na 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 na. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Show me the green light, tell me you're alright. Joko na dawa, umepiga shower. Deep in this dark night, I'll be your moonlight. Ata bila power, tutakuwa sawa. Na kama unaniwazanga sana, mimi na wewe tunafanana. Najua pia wewe unang'ang'ana, na so siwezi ngoja mpaka vile tutaona na 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 mpaka vile tutaona na 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 na. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. I'll never forget you. Oh, I'll never pretend to. Yeah. So I'll never forget you. Ninaendelea, ninazidi kutembea, maombi uyasikie. E Bwana unipandishe mbele, ninaendelea, ninazidi kutembea, maombi uyasikie. E Bwana unipandishe, E Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote. E Bwana unipandishe, E Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote. E Bwana unipandishe.
Shetani, maandiko yanasema kwamba mwizi haji bali kuiba, kuua na kuharibu. Kitabu cha Yohana, na ningependa tukaweze kusoma kifungu cha sura ya 15 kuanzia kifungu cha kwanza. Kuanzia kifungu cha kwanza. Ni 14 not 15. From verse 1. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mwaminini Mungu, niamini na mimi. Yesu ndiye anayepeana maneno haya ya faraja, na tena maneno si ya faraja peke yake, pia ni maneno ya matumaini. Anasema kwamba msifadhaike mioyoni mwenu. Mwaminini Mungu, mwaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Nami niendako mnaijua njia. Bwana asifiwe. Yesu aliona kwamba wanafunzi wake watafika wakati hali kama yenye tumefikia. Kwa maana Yesu alikaa na wanafunzi wake, na wanafunzi wake wakamtegemea. Walimtegemea kwa njia kubwa sana. Yesu alifanyika kila kitu kwa wanafunzi wake. Wakati walihitaji chakula, wakati wa hali ya uponyaji, wakati wa kuvuga, wako katika bahari na bahari imechafuka, walihitaji msaada. Na msaada ambao walikuwa nao ni Yesu huyo. Ndiye alikuwa msaada wao. Alikuwa kila jambo kwao. Lakini kafika mahali akaanza kuandaa wanafunzi wake, akijua kwamba ataondoka siku moja na wanafunzi watakuwa na kufadhaika kwingi katika mioyo yao. Kwa maana pia hawakujua Yesu anasema naenda, na wajui kwamba anaenda wapi. Huyu anatuambia anaenda na tuko na yeye, anaenda wapi? Na Yesu akawaambia kwa wazi kwamba kitu ya kwanza, msiwe na wasiwasi na kufadhaika mioyoni mwenu. Mwaminini Mungu, mniamini na mimi pia. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Hiyo ni ahadi za Kristo mwenyewe kwa kwetu sisi. Nyumbani mwa Baba yangu muna makao mengi. Kama ingekuwa hivyo ningewaambia, lakini nawaambia na wahakikishia kwamba nyumbani mwa Baba yangu muna makao mengi. Na akasema kwamba ninaenda kuandalia makao. Nikisha kuandalia makao, mimi nitarudi, na nikirudi nitawachukua hapo mbele za Kristo, ambaye ndiye Mwokozi wetu na Bwana wetu. Ako mbele ya Mungu wetu, ambaye ndiye Mungu wetu na pia ni Baba yetu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ni kama tu unaambiwa kwamba mtoto wako ametoka hapa, ameenda mahali pengine, yani ni uhakikisho kwamba hakika wamekuambia umeona kipanda ndege na ukamsindikiza na akaenda, kwamba pengine anaenda Europe kwa palace huko kukaa na kwa palace ya Elizabeth, Queen Elizabeth, ama anaenda kwa White House huko, lakini hutamuona. Lakini uhakikisho ni kwamba atakuwa huko, ataishi maisha mazuri, hatawahi kupata shida yoyote, hatawahi kusumbuliwa na mtu, ako na ulinzi wa kutosha na ako mahali pazuri sana. Kwa hivyo Chris ako mbele za Kristo. Paulo anasema kwamba to be absent in this body, kutoweka katika mwili huu ni kuwa pamoja na Kristo. Kwa hivyo ako mbele za Kristo, na hii ndiyo matumaini tulio nayo sisi kama walioamini. Sisi ambao tunaamini tuna hakika 100% kwamba Kristo ako mbele za Kristo. Katika hiyo hali tunaweza kuhuzunika, lakini maandiko yanasema kwamba tunahuzunika kama walio na matumaini. Hatuhuzuniki kama wenye hawana matumaini. Hata tukihuzunika kwa maana ameenda, tunajua kwamba tutamuona tena. Tunajua kwamba hajapotea. Alimjua Kristo. Ako mbinguni. Yule ambao tumebaki naye ni mwili wa Kristo. Lakini Kristo mwenyewe ako mbele za Kristo. Na katika hiyo tunapata faraja katika Bwana, kwamba yule ambao tunamuona ametutangulia ako mbele za Kristo. Maandiko yanasema kwamba anarukaruka kama ndama,
ambaye amenyonya maziwa ya mama wake, anafurahia uzima wa milele. Na kama ungemwambia Chris, rudi hapa duniani, angesema pengine anasema kwamba na wish tu watu wangu hawa ambao wanalia kwa ajili yangu wangeishi maisha mazuri, wakuje pia mahali ambapo niko. Yesu alisema kwamba shaka kamwe, hapo wengi wanakaa kuendelea, naomba sina tamani nikae mahali pa shaka kamwe, hapo wengi wanakaa kuendelea, naomba Bwana uniinue kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe, Bwana uniinue kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe. Nisikae duniani, ni mahali pa shetani, natazamia mbinguni, haitafika kwa imani. Nisikae duniani, ni mahali pa shetani, natazamia mbinguni, haitafika kwa imani. Bwana uniinue kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe, Bwana uniinue kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe. Nataka nipandishwe juu zaidi ya yale mawingu, nitaomba nifikishe. Bwana unipandishe, nataka nipandishwe juu zaidi ya yale mawingu, nitaomba nifikishe. Bwana unipandishe, Bwana uniinue kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe, Bwana uniinue kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe, nipande milima yote. Bwana unipandishe, nipande milima yote. Bwana unipandishe, nipande milima yote. Bwana nipandishe.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Nionapo amani kama shwari, ama niona hapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Shetani atanitesa, nitajipa moyo
msalabani, wala sijui laana yake. Ni salama rohoni mwangu. Siku ya kuja Bwana itakapolia, utakaposhuka sitaogopa, ni salama rohoni mwangu. Salama Baba wetu wa mbinguni, we look up to you. Tunakutazamia wewe. You are a great God. Wewe ni Mungu mkuu, the Father of all mercies, Baba wa rehema zote, the Father of all flesh, Baba wa wote wenye mwili, the giver of life, mpeanaji wa uzima, the sustainer of your people, anayehifadhi watu wake, the comforter, anayefariji. Lord, you are everything to us. Wewe ni kila kitu kwetu Baba. We open up our hearts to you. Tunafungua mioyo yetu kwako Bwana. We pray, Heavenly Father, tuomba Baba wa mbinguni, that your grace will be sufficient, kwamba neema yako itatosha to this family, kwa jamii hii, to your people, kwa watu wako, to the church, kwa kanisa, to friends. kwa marafiki. Lord, we give you glory. Baba, tukupa utukufu, we give you praise, na tupatia sifa now and forever. Sasa na hata milele. We shall see grace again.
Na tunasema wote amen. Chris went ahead of us. Chris ametutangulia. We will see him. Tutamuona. I say we will see him. Nasema tutamuona. That is for sure. Hiyo ni hakika. 100%. Hiyo ni hakika We will asilimia. see him. Tutamuona. To be absent in this body Kuondoka is katika to mwili be huu. present with the Ni Lord. kukuwa pamoja na We shall Bwana. see him. Tutamuona. Hallelujah. Hallelujah. And when we see the Lord face to face, Na tukimwona Bwana uso kwa uso, we shall see our loved ones tutaona wapendwa wetu who went ahead of us. waliotutangulia. You get encouraged by the word of God. Pata kuhimizika kwa neno la Bwana. Romans 15 verse 4. Warumi 15 mstari wa That we through 4. patience Kwamba kupitia and conflict uvumilivu of scripture, na faraja maandiko as we comfort of scripture, na faraja ya we might maandiko have hope. tukuwa na tumaini. The word of God Neno la has Bwana the power ndio to nguvu comfort la kutia and to heal us na kutufariji na kutuponya through the Holy Spirit. kupitia Roho Mtakatifu. Receive the word. Pokea neno. There's nothing that's more powerful Hakuna kitu ambacho kina nguvu than the word of God. kushinda neno la I know Mungu. you are going through hard time, Najua unapitia wakati mgumu, but there's a personal word or rhema from God lakini kuna neno la wakati kutoka kwa you Bwana will stick to, ambalo lazima ushikilie, that will bring revelation to your heart. ambayo italeta ufunuo katika moyo wako. Get hold of that Shikilia hilo, and let that word comfort you. uache hilo neno likutie faraja. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Be comforted Tiwa by faraja the word of God. kupitia neno la Mungu. You can be comforted also Unaweza tiwa faraja by pia the fellowship of friends. kupitia ushirika wa marafiki. Hallelujah. Usipuzie kama rafiki akuja kukusaidia. Receive that comfort. Pokea hiyo faraja wakati watu wanakuja kufariji. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Amina. I said praise the name of the Lord. Nasema Bwana Colossians asifiwe. chapter 4 verse 11 as I finish. Wakolosai 4:11 napomalizia. These only are by fellow workers unto the kingdom of God, which have been a comfort to me. These are fellow workers Hawa ni washirika pamoja in the nami kingdom of God katika who ufalme wa have been a Mungu comfort to me. ambao umekuwa faraja kwangu. I was so blessed Nilibarikiwa sana last Sunday, Jumapili the iliyopita, time Chris went to be with the Lord. tangu Chris aende kuwa na Bwana. I received a lot of messages, Nilipokea jumbe nyingi, not only from our church members, si kutoka kwa washirika but from wetu, the pastors from town, in town. hata kutoka kwa wachungaji kutoka katika We should mji. be encouraged. Wanasema mchungaji kuwa tiwa moyo, Encouraged. tiwa moyo. And I wondered if they knew him. Nikashangaa kama walikuwa I wanamjua. didn't know that Chris was so famous in Bungoma. Sikujua kwamba Chris anajulikana sana hapa Bungoma. I mean, he's known by so many pastors. Anajulikana na wachungaji wengi sana. The chairman of Bungoma Pastors Fellowship. Mwenyekiti wa washirika wa wachungaji And other Bungoma ministers. na wahuduma wengine, Because of his connection kwa sababu ya muunganiko with wake other worshippers in this town. na waabudu wengine katika mji huu. Bwana asifiwe sana. Amina. So yesterday, Kwa hivyo jana there's a big group here. kulikuwa na kikundi kikubwa hapa, His friends marafiki zake who came. waliokuja. And I know some of you, most of you are his friends. Najua wengi wenu ni marafiki zake, Some of you are relatives wengine ni watu wa and church jamii members. na washirika wa kanisa, But also church members. lakini pia washirika wa kanisa Friends. ambao ni marafiki zake. I'm a friend Mimi ni rafiki of Chris wa Chris personally. kibinafsi. I've never mourned Sijawahi omboleza Or grieved. kulia, sijawahi kulia the way I grieved jinsi nimelia over Chris, wakati wa Chris alipotuacha. especially when my members, very few of them, Wachache sana. he really touched my life. Yeye aliguza maisha yangu sana. He's a good young man, Alikuwa kijana mzuri so committed ambaye amejitolea kabisa to God kwa Mungu and to relationships. na katika mahusiano. Very obedient Ni mtiifu and listens to instructions. na anasikiza maagizo. Ever present Yeye yuko wakati wote when we need him, wakati tunamhitaji, especially in church. aswa kanisani. We thank God for his life. Tunashukuru Mungu kwa maisha yake. He has served God faithfully. Amemtumikia Mungu kwa uaminifu. That I can say, Hiyo naweza sema, I can testify naweza shuhudia as his pastor. kama mchungaji wake. Hallelujah. Amina. One of the greatest problem many
pastors have Mojawapo ya shida kubwa ambao wachungaji wengi wako nayo is these people who sing ni hao watu wa kuimba and these people who play instruments. na hao watu wa kucheza vyombo. If you have one Kama uko na mmoja who will be coming all the time, ambaye atakuwa anakuja wakati wote, never misses a session, achelewe, akose kukuja kuhudhuria session yoyote, and if he misses, na asipokuwepo it's for a good reason, kuna sababu and muhimu, makes arrangement. na yeye anafanya maandalizi. If you have such a person as a pastor, Kama uko na mtu kama huyo kama mchungaji, you are blessed. wewe umebarikiwa. It is not the church elders. Si wazee wa kanisa, No. It's the praise team and the instrumentalists. ni wacheza vyombo na waimbaji. And this will because they're celebs. Kwa sababu hao watu ni maselebu. It is Ni wasanii. easier for the spirit of Lucifer Ni rahisi roho ya Luciferio to touch them. iwaguze. They can be attacked so easily. Wanaweza shikwa na hiyo roho kirahisi. But if you can find some people Lakini kama utapata watu who are worshippers ambao ni waabuduo and they are humble, na wamenyenyekea, you thank God. shukuru Mungu. Nakwambia ukweli, go ask the pastors. Enda uliza They wachungaji, will tell you what I'm telling you. watakwambia kila ambacho nakuambia mimi. Bwana sifiwe. Amina. So in short, Kwa ufupi nasema, I can say this. naweza sema hivi, Because of relationships, kwa sababu ya mahusiano we have come to render support. tumekuja kupeana msaada. We share a common vision. Tunashiriki maono yaliyo sawa. We share the same faith and values with Chris. Tunashiriki imani hiyo na tajriba hiyo pamoja na Chris. Then we have those who are friends of Peter and Esther. Na kuna wale ambao ni marafiki wa Peter na Esther. Then we have those who are friends of the sons and daughters Na kuna wale ambao ni marafiki wa wana na wa mabinti who have come. ambao wamekuja. It's about relationships. Ni kuhusu mahusiano tu. So what I wanted to say is this. Nataka kusema hivi. We have come. Tumekuja. These relationships, Hizi mahusiano, wa and marafiki relatives, na watu wa jamii, to encourage, kutia moyo, to offer support, kupeana msaada, to comfort, kupata kufariji, and to let you know na kufanya kujulisha wewe God is with you. kwamba Mungu yuko pamoja By nawe. more so, Na pia we are here with you. sisi pia tuko hapa pamoja nawe. And we are your friends. Na sisi ni marafiki zenu, That's why we are here. ndio maana tuko hapa. We love you. Tunawapenda, That's why we are here. ndio maana tuko hapa. We care. Tunajali, That's why we are here with ndio you. maana tuko hapa pamoja nanyi. Be encouraged in the Lord. Jitie moyo katika Bwana. Tumesikizana hapo. Sasa mtanichezea instruments baada ya nikimaliza. Hii ni wazuri, hii si wale nilikuwa nasema. You people are here. Nyinyi ni wazuri. Nyinyi mupo. Nyinyi mupo. Eh, Nyinyi ni nyinyi mupo. wazuri. Nyinyi si kama wale wengine wanasumbuaga makanisa. Nyinyi ni wale ambao mna support kanisa. Nyinyi mupo. Mpaka mmekuweko tangu. Mko na hii roho ya Chris. Hao watoto walikuja jana kwa wingi. Kwa ushirika ya jioni. Nikabarikiwa na connections. Amen. Build relationships. Jenga mahusiano While you live on this earth. wakati unaishi hapa duniani. So don't refuse our comfort. Kwa hivyo msikatae faraja yetu. Don't refuse to be comforted. Usikatae kufarijika. Hallelujah. Amen. Express your heart. Onyesha mahali penye kuna majeraha. Express your tears. Onyesha, dhirisha hata machozi yako. The Lord will heal you. Mungu atakuponya. There are two ways of expressing your pain. Kuna njia mbili ya kuonyesha uchungu wako. Tears. Machozi. And number two, Ya pili, you talk to people around you. ongea na watu ambao wamekuzunguka. It's okay. Ni sawa. Jesus wept. Yesu alilia. Don't hold. Usijishikilie katika Or pain. moyo. Let it go. Wacha itoke. Take courage. Pata ujasiri.
know that the Lord is with you. ukijua kwamba Mungu yuko pamoja nawe. But then believe that you can be healed. Kwa hivyo pia amini kwamba unaweza ponywa. Bwana sifi. Iko siku kwetu kwa village. Na mnisikie mimi nahubiri. Wahubiri wako nyuma waje kuhubiri. Bwana sifiwe. Nikiwa mdogo huko kwetu, ilikuwa mtu akikufa, mtu akishikwa na hasira anachukua panga kufyeka mahindi na mandizi, na wakienda kumuguza sasa, msiniguza, siwezi ku believe you can be healed. Amini kwamba unaweza ponywa. God can help you. Mungu anaweza kukusaidia. Forgive, samea and release. Na uachilie. The first person to forgive is you. Mtu wa kwanza wa kumsamea ni wewe mwenyewe. Because the first thing we always say, kwa sababu kitu ya kwanza kila wakati tunasema, if I had known, kama ningelijua. Even for me, I asked God to help me. Hata mimi niliuliza Mungu anisaidie. Because I had a meeting. Kwa sababu nilikuwa na mkutano. The church was having a meeting. Kanisa lilikuwa na mkutano. And Chris was coming to serve his God and his spiritual father. Na Chris alikuwa anakuja kumtumikia Mungu na babake wa kiroho. I also can't blame myself. Hata mimi nikajilaumu. I said, Lord, sasa Bwana, why did you let this happen? Kwa nini uliacha hii katendeka? Maybe if we didn't have a meeting, pengine kama hatungekuja kuwa na mkutano, this would not have happened. Hii haingefanyika. I cried. Nikalia. I said, Lord. Nikasema Bwana. Then I said, Lord, forgive me. Nikasema Bwana nisamehe. You know more than I do. Unajua kuniliko mimi. There are things maybe you wished you would have done for your son. Kuna mambo pengine ungefikiria kwamba ungefanyia mwanao. He had wishes. Alikuwa na matarajio. You had all the time with him. Ulikuwa na wakati mwingi na yeye. You didn't do what you were supposed to do. Haukufanya kile ambacho ulitaka kufanya. Don't blame yourself. Usijilaumu. Forgive. Jisamehe. And especially when we blame God. Na so kati tunamlaumu Mungu. Forgive. Samehe. Ask forgiveness. Samehe na uombe msamaha. Don't blame yourselves in family. Usijilaumu wewe na pia kulaumu jamii. God knows. Mungu anajua. He knows everything. Yeye anajua kila kitu. So my words to you. Kwa hivyo maneno yangu kwako. The Father of all comfort. Mungu wa faraja zote. May comfort us. Apata kutufariji. And heal us. Na tuponye. And help us. Na tusaidie. Lord, we know. Bwana tunajua. Let us pray. Tuombe. You can make a way. Unaweza tengeneza njia where there's no way. Mahala hapana njia. You can bring comfort. Unaweza leta faraja to our hearts. Kwa mioyo yetu. Help us. Tusaidie Bwana. And heal us. Utuponye. I pray this comfort. Naomba kwamba hii faraja over Brother Peter, ikuwe juu ya ndugu Peter, Sister Esther, dada Esther, together with the family, pamoja na jamii yote kwa jumla. Heal them, Lord. Waponye Bwana. Ease their grief. Poesha machungu yao. We pray for help from above. Tunaomba upeane msaada kutoka juu mbinguni. We come against the spirit of grief. Tunakuja kinyume cha roho ya uchungu na maombelezi. It will not take over. Haitachukua usukani and affect their well-being. Na ipate kudhuru afya yao. But as they grieve, lakini wakati wanaomboleza, let us be reminded tupate kukumbushwa that you are God, kwamba wewe ni Mungu of all seasons, wa nyakati zote na majira yote. Our present help, msaada wa karibu in time of need, wakati wa mahitaji. Heal us, Lord. Tuponye Bwana. Let's be healed. Pata kuponywa. Heal me, O Lord, and I will be. Save me, and I will be saved.
I pray. Heal me, oh Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, oh Lord, and I will be healed. 'Cause you are the one I praise. You are the one I praise. One more time, heal me, Lord. Heal me, oh Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. And heal me, oh Lord, and I will be healed. For you are the one I praise, and you are the one I praise. Chris Died alikufa as a soldier kama askari mkuu, in line of duty. shujaa ambaye alikuwa anafanya kazi. He was serving his God. Alikuwa anamtumikia Mungu wake. He was going to serve his God. Alikuwa anaenda kumtumikia Mungu wake. He's a hero. Yeye ni shujaa. He has joined the cloud of witnesses. Ameungana na wingu kula mashahidi. The Bible says we are now surrounded Biblia inasema kwamba sasa tumezingirwa with the cloud of witnesses. na wingu la mashahidi. Now Chris is one of them. Kwa hivyo Chris ni mmoja wao sasa. He's with the Lord, Yeye yuko pamoja na Bwana, but he's cheering us on. lakini anatushangilia. He says, I made it. Anasema nilifaulu. I'm here Niko hapa before my Lord mbele ya Bwana wangu and my King na mfalme wangu and my Savior, na mwokozi wangu, who is also your Lord, ambaye ni Bwana wako your pia, King mfalme wako pia and your Savior. na mwokozi wako. I made it. Nilifaulu. You can make it. Wewe pia unaweza faulu. Run the race Kimbia hizi mbio that is set before you ambazo zimewekwa mbele yako with endurance. na pamoja ukiwa na uvumilivu. Run, Kimbia putting aside every weight ukiweka kando kila uzito that easily besets us. ambaye kwa rahisi inakuseta. Run with endurance, Kimbia na uvumilivu, and you will make it too. na wewe pia utafaulu. If you're here Kama uko hapa and you don't know the Lord Jesus Christ as na Savior, umjui Bwana Yesu Kristo kama mwokozi wako, I want to give you an opportunity ningependa kukupatia nafasi to say yes to Jesus. useme ndio kwa Bwana Yesu. If you're that person, Kama wewe ni mtu kama huyo, you know that one day unajua siku moja we'll stand before God utasimama mbele za Mungu and you'll have a testimony. na utakuwa na ushuhuda. During the sending off and the funeral of Chris, Wakati ya matanga ya Chris, his celebration, wakati ulikuwa unasherehekea gave my life to the Lord. maisha yake, nilipeana maisha yangu kwa Bwana. What a gift to God. Itakuwa ni kipawa kikuu kwa Bwana. Lift up your hands if you are the one. Inua mikono yako kama uko hapa You are not born again. unasema sijaokoka. Lift up your hand. Inua mkono na ungependa kupatia Yesu maisha I'm yako. praying with you right now. Nataka kuomba na wewe sasa hivi. Say, Lord Jesus, Useme, Bwana Yesu, come into my life. ingie katika moyo wangu. Save me. Niokoe I accept you na kukubali as Lord kama Bwana and Savior na Mwokozi of my life. wa maisha yangu.
I believe naamini that you died and rose again. kwamba ulikufa na ukafufuka tena. Now I'm born again. Sasa nimeokoka. I'm your child. Mimi ni mwanao. I will live for you Nitakuishia in this world katika maisha haya throughout eternity. na katika ulimilele wote. Sote tusimame. Yesu kwetu ni rafiki, waambiwa haja pia. Tukiomba kwa Babaye, maombi yasikia. Lakini twajikosesha, twajitweka vibaya, kwamba tulimwomba Mungu tu angesikia. Una dhiki na maonjo, na mashaka pia, haifai kufa moyo tu hatasikia. Hakuna mwingine mwema wa kutuhurumia, atujua tu dhaifu, maombi yasikia.
kwetu ni rafiki. Oh, ai. Je, unayo hata nguvu, huwezi kuendelea, uchapodharauliwa, uchaporushwa pia, watu wangekudharau, wapendao dunia, hukwambata mikononi tu, watasikia. Watasikia duai. Oh, Yesu kwetu ni rafiki, Yesu ni rafiki, tu watasikia. From nothing to something. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, usinipite Yesu, Yesu, naomba unisikie unapozuru wengine, usinipite. Kiti chako cha rehema nakitazama, magoti napiga pale, nisamehewe. Yesu, Yesu, naomba
haja nawe kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Yesu nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi na kujia. Nina haja nawe, kaa nami na maonjo haya haumi. Bwana Yesu, Yesu nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi na kujia. Nina haja nawe kila hali, maisha ni bure uliimbali. Yesu nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi na kujia. Ninakujia Mwokozi wangu, ninakujia Yesu, ninaomba uniwezeshe. Oh, haleluya! Bila wewe nitaweza vipi? Bila wewe nitashinda vipi? Niwezeshe. Nina haja nawe, nifundishe na ahadi zako zifikishe. Yesu, Yesu nakuhitaji hivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi na kujia. Nina haja nawe, mweza ayote, ni wako kabisa siku zote. Yesu, Yesu nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi na kujia. Nina haja nawe, from nothing to something. Nataka nimjue Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Zaidi zaidi nimfahamu Yesu,
wake kamili. Nataka nione Yesu na nizidi kusikia anenapo kitabuni, kujiridhisha kwangu zaidi zaidi, nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Nataka nifahamu na nizidi kupambanua mapenzi yake, nifanye yale yanayompendeza zaidi zaidi zaidi. Fahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Nataka nikae naye kwa mazungumzo zaidi, nizidi kuwaonyesha wengine wokovu wake.